Leo tuzungumze na mdada ambaye anapata changamoto za kutoka uchafu ukeni, na baada ya kutoka uchafu ukeni amejikuta akitumia dawa nyingi sana tofauti. Sasa leo naomba nikujuze kwamba kama ulikuwa unatumia dawa baada ya kuona umetoka na uchafu na ukatumia dawa ili mradi umeiona, ulikuwa unakosea sana. Unachotakiwa kujua leo, naomba nikufundishe aina au na sababu zinazoweza kusababisha mtu akapata uchafu ukeni. Na ikitokea umepata uchafu, ukishajua sababu ndipo utajua kwamba naenda kutibu kwa njia ipi. Kwa sababu kuna uchafu unatoka ukeni kwa sababu bakteria, lakini kuna uchafu unatoka kwa sababu ya maambukizi, kuna uchafu unatoka kwa sababu ya fungus, kuna uchafu unatoka kwa sababu tu ya ile cervical erosion. Sasa ukitumia dawa ya uchafu wa ukeni uliosababishwa na fungus, ukatumia dawa za mtu mwenye changamoto ya uchafu uliosababishwa na bakteria, unakuwa unakosea sana. Sasa leo ngoja nikukupe aina ya uchafu na unakuwa umesababishwa na nini. Cha kwanza kabisa, kuna uchafu unaosababishwa na bakteria. Before speaking about bacteria, kuna uchafu unaosababishwa na maambukizi. Haya maambukizi yanaweza kuwa ni maambukizi ya bakteria, yanaweza kuwa maambukizi ya fungus, au yanaweza kuwa ni maambukizi ya hizi STIs za kawaida. Kwa mfano, kama ni maambukizi tu ya kawaida, labda umepata bakteria kwenye maisha tu ya kawaida, huu uchafu mara nyingi unakuwa na rangi ya nyeupe, au unaweza kuwa na rangi ya kijivu na unakuwa na harufu mbaya sana. Ukiona dalili hii, ujue kabisa hapo umepata maambukizi ya bakteria kawaida. Lakini ukiona unapata uchafu mweupe na mzito, unakuwa kama maziwa ya mgando, wewe unakuwa umepata maambukizi ya fungus, hizi candida za kawaida ambazo zinapata wadada waliopata changamoto ya maambukizi ya fungus. Lakini ukiona unapata uchafu ambao ni wa kijani au unaendea kwenye unjano, unaendea kwenye unjano fulani, hii sasa unakuwa umepata maambukizi ya STIs. Sasa hapo tutazungumzia issue za gonorrhea na vitu vingine. Kwa hiyo hayo inakuwa ni sababu iliyosababishwa na maambukizi. Lakini speaking about another thing, kuna watu wanapata uchafu ukeni kwa sababu wamepata cervical erosion. Mtu anaweza kawa kwenye ukuta wake wa uzazi, kinachotokea pale kuna erosion. Either labda amepata maambukizi na vidonda. Yale maambukizi yanapelekea mtu unaona wana passive kutokwa uchafu. Sasa hii mwenyewe na matibabu yake mengine. Lakini kuna wengine wanapata uchafu kwa sababu ya uvimbe mbalimbali ambao uko kwenye mwili yao. Unakuta sometimes kuna mtu amepata inflammation kwenye uzazi, anakuwa anatoa kitu kama maji, anakuwa kama yana harufu mbaya. Moja kwa moja huyu tayari mwenyewe ana matibabu yake. Lakini kuna mwingine anakuwa anapata ile changamoto kwa sababu amepata maybe cancer. Sasa matibabu lazima yatofautiane. Mtu aliyepata maambukizi ya fungus lazima tumtibu kwa dawa za fungus. Sasa hapo ndo utakuja kwenye antifungal. Sasa umepata maambukizi ya bakteria, utatumia dawa za bakteria. Huwezi ukatumia dawa kwenye bakteria ukaua kwa fungus. Hiyo haitawezekana. Yaani ukachukua dawa za bakteria ukanywa kwenye fungus, itakuwa changamoto. Sasa nitakuja hapa kuelezea changamoto moja inakuwaje, inatibiwaje, na je, ili usipate inabidi ufuate njia gani. Nafikiri itakuwa ni nzuri sana kwako. Karibu sana, endelea kutufuatilia, tunakupenda sana na uwe na wakati mwema. We as Afya Key TV, we love you. Don't forget to subscribe.